Jamani, habari za mchana. Sasa ndugu mwezeshaji, kwa sababu umeniambia nisimame, kwa hiyo na mimi naomba watu wote tusimame kwa dakika moja. Naomba watu wote tusimame. Nitajibu tu swali lako. Sasa naomba mnisikilize vizuri, nitauliza maswali matano. Kama jibu lako ni ndio, naomba endelea kusimama. Kama jibu lako ni hapana, naomba ukae. Tumeelewana? Kwa naomba nianze. Leo ni Ijumaa na nitafanya kwa wiki hii tu, kuanzia Jumatatu kila siku mpaka leo Ijumaa. Kama katika mlo wako kila siku umekula mboga za majani na matunda, naomba endelea kusimama. Kama hapana, naomba ukae. Kila siku kuanzia Jumatatu mpaka leo Ijumaa. Kama jibu lako ni ndio, naomba endelea kusimama. Kwa wiki hii kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa leo, kila siku umekunywa maji chini kabisa lita 1.5 mpaka lita 2 kila siku. Kama umekunywa maji hivyo, naomba endelea kusimama. Kwa wale ambao bado wameendelea kusimama, kwa wiki hii angalau mara 3 umefanya mazoezi kwa dakika 30. Swali langu la 4 kabla ya mwisho, kwa wiki hii wale ambao bado mmeendelea kusimama, nani ameweza kulala kati ya masaa 6 mpaka 8 kila siku? Sasa swali langu la mwisho, naomba tuwe makini kidogo. Kwa wale bado ambao mmeendelea kusimama, kutoka lini mmekuwa na matatizo ya kusema ukweli? Jamani, naomba tukae. Ndugu, jamani, tuwape pongezi sana hao wenzetu, kwa sababu on serious tone, bima ya afya kwa wote inahitajika, kwa sababu hizo ndo pila 5 muhimu za sisi kuwa na afya. Na mimi ndugu mwezeshaji, kabla sikiingia kwenye mada yako, ninachokiona hapa tunajitayarisha kuugua. Mimi thought tunatakiwa kufanya the other way round, tusijitayarishe kuugua. Naona kila mmoja hapa anajitayarisha kuugua, na ndio maana tunazungumzia bima ya afya kwa wote. Sasa labda niwape mfano tu. Kwanza, ni jambo jema sana kwa serikali hichi kitu kinachokuja, lakini hili sio tatizo. Bima ya afya kwa wote sio suluhishi la matatizo yetu ya magonjwa, na hasa magonjwa haya yasiyokuambukiza. Mimi naomba wote mna simu hapa, you can Google. Last year Marekani imetumia $4.8 trillion, sio shilingi. Mmemsikia mwezeshaji hapa. Tanzania imetumia 7.1 trillion. Lakini nini kinachotokea Marekani leo? Wanaongoza kwa kisukari, wanaongoza kwa magonjwa ya pressure, wanaongoza kwa afya ya akili, wanaongoza kwa high blood pressure, wanaongoza kwa figo. Sasa bima ya afya ni jambo jema kwa wote, lakini mimi sio muumini wa kujitayarisha kuugua. Tulifanya hili la bima la afya kwa wote. Wasiwasi wangu, kama hatukubadilisha our lifestyle, tutamlaumu Madam Irene, kwa sababu tutaexhaust mfuko, tutaexhaust mfuko wa serikali. Kuna vitu rahisi kabisa tunavyoweza kufanya wakati tunaingia kwenye bima ya afya kwa wote. Hamna mtu anaamka asubuhi ghafla ana kisukari aina ya pili, kwa sababu nafikiri wananchi, sisi madaktari, tunataka kuchukua modi tulivyokuwa tunatibu malaria
na typhoid kuiweka kwenye magonjwa haya ya muda mrefu. Afya yako inachukua muda kabla hujapata kisukari aina ya pili, inachukua muda kabla hujapata kiharusi au stroke. Sasa wakati tunaendelea na huu mchakato, mimi nilikuwa na mapendekezo kadhaa. Kwanza, in English wanasema to identify the risk. Risk zetu ni nini? Tukishazi identify, tunatakiwa kuanza kuzikinga. Risk ya kwanza, nafikiri serikali iko hapa na mimi ni sehemu ya serikali, to encourage physical activities. Tembea hatua 10,000 kwa siku au tembea kilomita 6 kwa siku. Tule chakula chenye afya. Tuepuke uvutaji wa sigara, tuepuke unywaji wa pombe wa kupitiliza. Na hivi vitu, kwa sababu naibu katibu mkuu yuko hapa wa TAMISEMI, sasa vishushe huko chini kwenye shule za msingi, kwa sababu ili uweze kuwa na kisukari hii aina ya pili unahitaji kati ya miaka 15 mpaka 20. Sasa wewe wawahi huko, tupeleke kwenye makazi yetu. La pili, tujaribu kuepuka sana vyakula vya kusindika ambavyo vina sukari nyingi, vina trans fats, vina mafuta mengi na chumvi. Nimefurahi sana kumsikia Dr. Grace hapa kwamba huko kwake kwenye afya ya msingi to integrate hizi NCDs, kwa sababu tukiweza kuziwahi huko tukazifanya prevention, hazitakimbizwa kuja Muhimbili, hazitakimbizwa kwenda Bugando au KCMC au Mbeya. Tujaribu kuongeza screening, kwa sababu tutaweza kuprotect huu mfuko kwa hali ya juu sana, na hasa kupiki yale mamia. Ni bahati mbaya naona hatutumii teknoloji tuliokuwa nayo, lakini kuna kitu kinaitwa mobile health. Unaweza kufikia watu wengi zaidi kwa message simple za TTCL kwamba leo umekunywa maji kiasi gani. Na nimemsikia Mr. Mavere hapa wa MSD. Ni Mr. Mavere, kitu kimoja kinachofanya bei zetu ziende juu ni kwa kutumia brand drugs. Kwa nafikiri umeanza mwanzo mzuri kwa kutumia generics, na kama tukiweza kununua kwa wingi, yani hospitali 4, 5, 6 tukinunua bulk kwako, na uhakika bei itashuka. Kwa hivi vitu nafikiri kuna mwakilishi wa Wizara ya Afya hapa, ni vitu vya kuanza kustrategize sasa hivi. Tusisubiri kila mtu amekuwa obese ana kilo 100. Mtanilalamikia mimi kwa sababu nitakuwekea puto ambalo lina gharama. Kuweka puto ni milioni 8, lakini unaweza tu kwa kula sawasawa usifikie hatua hiyo. Tunamshukuru sana vile vile kwa serikali hapo kwa kuengage wenzetu wa private sector, kwa sababu kama alivyosema Dr. Makwabe, upande wa serikali peke yetu hatuwezi kuafford kutreat watu wote hao. Lakini sina uhakika hii message, lakini katibu mkuu kiongozi yuko hapa, ni wazo tu ili tuongeze mfuko wetu huu wa fedha kwa ajili ya bima ya afya kwa wote. Kuna sigara, kuna pombe, kuna vinywaji soda. Huwa siku zote nasema mara ya mwisho nimekunywa soda nilikuwa mwaka 2000, kwa hiyo ni miaka 24. Tunajua kuna kodi kule, lakini katibu mkuu kiongozi, mngetuongezea kodi kidogo vile kama ilivyo road fund, zikaweza kufinance huu mfuko wetu wa afya kwa wote. Siwezi kusahau viongozi wetu wa dini. Kwa mjadala ni mrefu, lakini mimi nasema tukichukua measures ambazo ni simple. Umeona hapa, by the time nafika swali la 4, robo 3 ya holi limekaa chini. Maana yake ni nini? Maana yake afya zetu haziko sawa sana. Na naomba nimalizie tu kwa kusema kwanza tunashukuru kwamba TIRA atakuwa more active sasa hivi
kutuunganisha sisi tunaotoa huduma na bima zetu ambazo zinatumigrate. Sasa la mwisho kusema kuhusu mwisho wa siku hawa watakuja Muhimbili, ni kweli, na hapo ndo gharama zinapoanzia, kwa sababu ukija Muhimbili MRI ni bei kubwa. Mimi miaka 8 nilipokuwa JKCI kabla sijahamia Muhimbili 2022, tumeweka betri za moyo nyingi tu, yaani kwa mwezi betri 4-5 za kwenye moyo. Hivyo vyote ni gharama, lakini unamtizama huyu mtu angekunywa dawa zake za pressure asingefikia mimi nimwekee leo betri. Na ndo malalamiko sasa unayasikia mtaani, hospitali zetu gharama haziwezi kuwa bei ya chini kwa sababu betri zote zinatoka nje, valvu za bandia tunazoweka zinatoka nje. Na nimehamia Muhimbili nikafikiria labda mambo yatakuwa rahisi. Sasa kule napandikiza figo, napandikiza ulotu, napandikiza visikifu, tunatoa saratani kwenye kichwa. Kwa haya magonjwa matano tu, afya ya akili kuwa sio sawasawa, kisukari, stroke, magonjwa ya moyo na kisukari, yanaua watu milioni 35 duniani kwa mwaka. Kwa ndugu naibu katibu mkuu upande wa TAMISEMI, katibu mkuu kiongozi yuko hapa, nafikiri tuongeze effort kwenye prevention, kwenye kinga. Haya magonjwa yatadefeat our purpose. Unakumbuka kabisa 2001 Abuja Declaration ilitaka 15% ya bajeti ya serikali katika nchi zetu za Afrika ipelekwe kwenye afya. Hatukuweza kulifikia nchi yote ya Afrika ile. Sasa huku tunakokwenda nafikiri itakuwa more than 15% kama preventive measures hazikuchukuliwa. Asante sana.